Yes. Nilieleza mwanzo why the mind cannot perform as per our desires, kwamba mind yetu hii imepewa vipaji, new concept, new ideas, imepewa natural state of thinking, focusing and paying attention, ili tuweze kuzalisha insight mpya, perspectives mpya. Lakini kwa nini akili yetu haiwezi kufanya hivyo pale tunapohitaji? The mind is our natural resource. Whether umeajiriwa, whether una kampuni, whether una biashara, unauza nyanya, ama unauza korosho, ama unauza nguo, ama upo kwenye high big corporation. Mind is our resource. Kwa sababu kila kitu kinaanza na mind. Production yote center yake ni mind. Progress zote center yake ni mind. Sasa kwa nini hii mind haiwezi kuperform kwenye higher level? Kwa sababu ya kitu inaitwa mental overload. What is mental overload? Mental overload ni kujaa au mrundikano wa vitu kwenye vichwa vyetu, mrundikano wa mambo kwenye vichwa vyetu. Na haya mambo yametokana na jamii yetu, social programmings, kwamba jamii nzima ina uwezo wa kutupanga sisi akili yetu iwe vipi kutokana na mambo mbalimbali yanayotokea kwenye jamii, na haya yote tunahifadhi kwenye vichwa vyetu. Academics, unapoenda shule unasoma miaka yako yote, unachokifanya ni kujaza information nyingi kwenye mind yako. Daily life and relationship, mahusiano yako yote na shughuli zako zote za kazi, chochote unachokifanya kila siku hakiondoki, kinakaa kwenye mind yako. Kwa unazidi overload mind yako na vitu. Responsibilities, majukumu mbalimbali, yawe ya kikazi, yawe ya kijamii, yawe ya kibinafsi, yanazidi kujaza vitu kwenye akili yetu. Bado hatujasema mambo kama ya dini, yapo kwenye society, hatujasema vitu kama kwenye simu, unaangalia simu, vyote unazidi kujaza vitu kwenye akili yetu, kwenye TV, kwenye gazeti, vitabu unavyosoma, vyote ni programs ambazo zinajaa kwenye hiki kitu kidogo kinaitwa mind, ama kwa kurahisisha tuseme brain. Ubongo wetu unajaa sana mambo mengi sana ambayo kwa kujaa kwake yanapunguza ufanisi wa akili yetu. Kwa kujaa kwake yanapunguza ustawi wa akili zetu. Kwa kujaa kwake yanapunguza creativity, performance, innovations and processing and analyzing ya mind yetu. Kwa ili tuweze sasa kudili na hizi programs ili zitutoke kwenye vichwa vyetu, inabidi tufanye yoga na meditation. Hapa ndipo yoga na meditation inakuja kuwa na ukubwa wake sasa, kwamba tukifanya yoga na meditation, yoga and meditation, basi tuna uwezo mkubwa sana wa kupunguza hizi programs. Na ziko nyingi, zingine hata sijaziweka hapa kwenye ubao. Hizi programs, hizi concept, hizi illusions ambazo zimeoverload mind yetu. Na the moment tukaanza kupunguza hizi programs kutoka kwenye mind yetu, basi akili yenyewe hii ina uwezo mkubwa wa kujifungua na kufungua ile nishati yake ya creativity, performance, peace, high IQ, keen on details, attentions and relationship. Kwa yoga na meditation ni kifaa ambacho kwenye corporate wellness hatuwezi kukipuuza anymore. Peace.